viongozi. Simba ina timu nzuri ila haina viongozi. Umeelewa? Yanga ni timu yao ni ya kawaida ila viongozi wao ni imara sana, wana ushirikiano sana. Mpaka dakika hii tungekuwa sisi tumefungwa, tungekuwa ni sisi Simba tumefungwa zile goli 2 na Yanga kipindi cha kwanza, tungepigwa 5 leo. Sisi tunaongoza goli 2 lakini tunashindwa kuzimudu goli. Kweli viongozi wanahusikaje hapo? Viongozi wanahusika kwa sababu wao muda mwingi wanakuja hapa kiofisi sana. Yaani unakuja hapa kiofisi, wenzao wanakuja hapa kikazi. Walitakiwa wafanyaje? Sio itakiwa wafanyaje? Umeona yule nani manager sijui wa Yanga yule kipindi cha pili ameenda amemwaga timu inapata goli muda huo. Umeelewa? Afu kingine viongozi wa Simba kani na wachezaji. Wachezaji ni binafsi sana. Haiwezekani mtu kama Libasegwe anakosa goli gani lile? Yaani wewe uko na golikipa unashindwa kumpa mwenzako kwenye box kweli? Wachezaji kama wale waacheni. Mbona huko tulimwacha? Nimjibu Simba mwenzangu. Naomba nimjibu Simba mwenzangu. Naomba nimjibu. Kocha kingine ni sabu. Unamtoaje Mpanzu? Unamtoaje Mpanzu? Mtu anaweza kuhold watu 4, 5. Unamwacha Libasegwe, unamwacha mchezaji mwingine nani yule kama Mahema. Mahema mcheza vizuri. Hamna haja kuwalaumu wachezaji. Hamna haja Loemba binafsi. Yaani tatizo la Loemba ana ego. Hamna haja kulaumu kocha. Unasikia brother? Nikwambie kitu kimoja. Hamna haja kumlaumu kocha wala nani. Kwa jina naitwa Rahim Simon natokea Mwashoma. Hamna haja kumlaumu kocha. Timu sikiliza. Sikilizeni. Umiwe nani sasa? Hapo unasikia? Ni mbinu za mchezo. Timu imetoka Zanzibar. Imechukua ubingwa sio? Yanga hapa alikuja kwa hasira. Anataka amfunge Simba. Simba amepata sare hatujaumia. Mashabiki kama shabiki mwenye akili hawezi kuumia. Tumetoka kuchukua ubingwa, tumekuja tumepata sare yatosha. Lakini gepu la alama linazidi kuongezeka. Sawa na alama linaongezeka bwana. Kawaida sawa. Kucheleweshwa kwa kuingizwa sawa. Wewe unahisi kucheleweshwa kwa kuingizwa Suleiman Mwalimu kumesababisha hayo? Hapana, yani mbinu iliyofeliwa hapo kutolewa kwa Mpanzu. Elia Mpanzu alikuwa anakusanya wachezaji kuanzia 3 mpaka 4. Baada itakiwa atoe kiungo mshambuliaji Neo Mahema. Aingie nani? Aingie huyu nani? Aliyeingia sasa hivi. Okay, tuachane na hayo yote. Hebu tumwangalie mwamuzi wa leo. Wewe unamuona? Mwamuzi yuko fresh. Mwamuzi anachezea fresh. Hapana, anachezea fresh sana. Hamna kilichoharibika. Ubingwa sasa msimu huu mnawaachia Yanga au bado mnaendelea kupambana? Hapana, ubingwa anachukua. Yanga anaikamia Simba, atakuja kupoteza na mechi ndogo tu. Mimi nakwambia. Unafikiri Yanga waliwini wapi? Yanga mbinu ya kwanza walishusha paniki baada ya kufungwa zile goli 2. Bado hawakutolewa kwenye mchezo. Walikuwa ndani ya mchezo. Ndio maana na kocha wa Simba sasa unakwambiaje kumwambia? Tamlaumu kitu kimoja, hesabu iliyomtolea Elia Mpanzu. Aitakuwa atolewe Neo Mahema, alafu ndipo ingizwe wachezaji. Vipi? Safi kaka. Shwari kabisa. Tumemalizika. Wekundu wa Msimbazi Simba mnashindwa kuondoka na ushindi mechi ya leo. Blaza, ukisikia maiti imepiga chafya kwenye mwanandani ndio leo. Maiti imepiga chafya kwenye mwanandani, ishageuzwa kibla tayari watu tufunike. Lakini mwisho wa siku maiti imepiga chafya na mimi nimo. Imekuwaje maiti imepiga chafya? Ndio hivyo ulichokiona kimetokea kipindi cha pili hapa. Maiti ndio nani? Maiti Yanga. Tumemuua Zanzibar, tunakuja kumzika huku. Lakini mwisho wa siku ndio hivyo maiti imepiga chafya, imetuambia kwamba mimi bado niko hai. Ndio kilichotokea leo hapa. Mlipotea sehemu gani baada ya kuongoza zile goli 2? Tulipopotea. Mimi sijaona sehemu yote tulipopotea. Sijaona sehemu yote tulipopotea, lakini timu yangu imecheza vizuri leo. Lakini goli 2 zimerudi. Ni kweli, ndio mpira. Kwa chini. Ni kweli. Mmeshindwa kuonesha yale makeke yenu ndani ya dakika 20 za kwanza za mchezo. Tumegawana vipindi kaka. Kuna wakati walikuwa wanashambulia hapo, umeona kipindi cha mwisho walikuwa wanasikilia roho, kuongea walikuwa waongei, wengine walikuwa wamekaa kimya pale. Ndio. Sasa tumegawana vipindi. Ndio mpira na matokeo tumeyakubali, lakini kikubwa kwamba tunasema maiti imepiga chafya leo kaburini. Maiti ilikuwa tayari, sisi tulikuwa tushamaliza shughuli yetu. Maiti imepiga chafya. Imepiga chafya kaka. Yaani imepiga chafya bila kutegemea, kwa sababu tulikuwa tunajua tayari ishageuzwa kibla. Tutie tu leli zetu basi tufunike majani na kuweka dongo. Lakini mwisho siku kaka, ngoma ndo kama unavyoiona. Maiti imepiga chafya, imetuambia kwamba bado hali kidogo inayo. Umeonaje Young Africans walikuwa na bora sehemu gani? Kaka, Yanga wabovu. Lakini kaweza kurudi mchezoni. Hajaweza kurudi mchezoni. Kilichomsaidia kwamba sisi tumefanya makosa yako tu wenyewe. Mabeki zangu kidogo waliteleza sehemu ndogo, lakini ndo mpira, na nasema siku moja kukosea inatokea. Na hata kama uliangalia kwenye ile press conference, mabeki wenyewe walikubali, wachezaji wa Simba walikubali kwamba wanafanya sana makosa, lakini leo wamefanya kidogo makosa na wamejitahidi tuseme. Wamejitahidi. Mechi ilikuwa ngumu tunakubali, lakini kiukweli wamejitahidi, ila kikubwa kama ninavyokuambia kaka, maiti imepiga chafya kabulini. Tena kwenye mwanandani. Maana sio kama hajazikwa, ilikuwa ishazikwa kaka kwenye mwanandani. Kiujumla
ilianza vizuri kwa upande wa Simba lakini unajua mpira bwana una matokeo fulani ya ajabu sana. Kiukweli sijajua shida ya Simba iko wapi. Wamepata magoli ya mapema, wameshinda kutumia yale magoli na kudefense wasifungwe. Wameruhusu kufungwa na inavyoonekana mpango wa wenzetu wa Afrika walikuwa tafuta draw kwetu. Wakatafuta sare na mpaka sasa hizo wamefanikiwa. Kwa sababu mpaka sasa hivi dakika 83 that means mpira umeisha, lakini kiujumla nimeumia kwa sababu sikutegemea, afu nimetoka mbali, nimekuja kuangalia mpira. Kwa hiyo mechi zile goli mbili zile Yanga walifeli wapi? Zile goli mbili Yanga walifeli kitu kimoja. Walishindwa wamkabe nani Simba Sports. Kwa sababu walivyoingia akili yao waliwaza watamkuta Anset Yaula, lakini kocha kaja na mfumo mwingine kamwanzisha Chama, Loemba na Mpanzi. Maana yake kawachanganya Yanga. Kwa hiyo zile goli mbili za kwanza walipoteza mawasiliano mabeki wa Yanga, Mwamnyeto na Baka hawajai kumechi hawajai kuseto wakawa mechi ambayo inaenda sawa, wako pamoja. Kwa ndio kichwa cost. Mwamnyeto na Baka unaona una shida pale katikati. Mwamnyeto na Baka hawajai kumechi. Hawajai kuwa pair. Hawajai kucheza sambamba wakacheza mpira mzuri. Hawajai kuwa pair. Lakini mtafu kama hii. Hawajai kuwa fair. Tumia hii advantage. Kwa hiyo Simba ametumia advantage hiyo wakapata magoli ya haraka na ilikuwa target ya mwalimu. Kwa sababu nakumbuka mwalimu mpaka jana alisema anataka mechi ashinde mapema. That means plan yake alivyoingia ilikuwa imefanyaje? Ilikuwa imeisha. Lakini sijajua shida ni kwa wachezaji kwa sababu inaonekana kuna muda wanawahi kulizika na matokeo bila kujua ni sisi mashabiki tunaumia ni kiasi gani. Kwa mfano kama mimi nimetoka Kigoma, nina zaidi ya siku 3 niko Dar es Salaam hapa. Na nilipopata ushindi wa goli mbili nikajua mechi imefanyaje? Mechi imeisha na nauli yangu haijaenda bure. Lakini cha kusikitisha mpaka saa hizi hujafly. Sijafly ni. Umejifunza nini kuhusu dabi? Ukisikia neno dabi. Neno dabi bwana, kwanza ni mechi ambayo inaga mwenyewe. Kwamba lolote linaweza likatokea. Dabi. Alipotea wapi? Simba kapotea ni kitu kimoja. Simba kapotea alivyoshinda zile goli mbili. Simba kalizika. Ndio hapo alipokosea. Na ndio shida inayotukosti mara kwa mara. Na tushe kufungwa vile vile kwa Mkapa. Ilikuwa mechi ya kimataifa. Tulifunga goli mbili tukawa tumerelax, tukaja tukarudishwa na metu akashinda na ndio kichotokea leo. Kimeifelisha sema tu ni Simba wenyewe wamezingua wakati wanarudi kipindi cha pili. Mimi naona kuna sababu nani kocha alizifanya. Kuna sababu nilikuwa natamani kocha alifanye sababu moja tu pale katikati. Nilikuwa natamani angemtoa Mahema aingie Kante. Kwa sababu Mudasiri alikuwa pale katikati anatawala kwa kutokana. Mahema ni kiungo mshambuliaji kwenye kukaba inakuwa ngumu kidogo, yani anakuwa na uzito kwenye kukaba. Okay, unaiona wapi sasa Simba msimu huu? Simba swala la ubingwa bado. Swala la ubingwa bado lipo open. Hamna, siwezi pointi 5 okay, 5 jumlisha ya leo. No, moja ni moja. Kwa hiyo 5 zinabaki zile. Wewe msimu huu mpaka muda huu yani unahisi kitu gani ambacho kinawafelisha Simba? Sisi kitu ambacho kinatufelisha. Kusema kinachowafelisha Simba ni viongozi. Sawa? Viongozi. Simba ina timu nzuri ila haina viongozi. Umeelewa? Yanga ni timu yao ni ya kawaida ila viongozi wao ni imara sana. Wana ushirikiano sana. Mpaka dakika hii tungekuwa ni sisi Simba tumefungwa zile goli mbili na Yanga kipindi cha kwanza, tungepigwa 5 leo. Sisi tunaongoza goli mbili lakini tunashindwa kuzimudu goli kweli. Viongozi wanahusikaje hapo? Viongozi wanahusika kwa sababu wao muda mwingi wanakuja hapa kiofisi sana. Yaani unakuja hapa kiofisi, wenzao wanakuja hapa kikazi. Walitakiwa wafanyaje? Sio itakiwa wafanyaje? Umeona yule nani manager sijui wa Yanga yule kipindi cha pili ameenda amemwaga madawa, timu inapata goli. Muda huo. Umeelewa? Afu kingine viongozi wa Simba kani na wachezaji. Hao wachezaji ni binafsi sana. Haiwezekani mtu kama Libasegwe anakosa goli gani lile.